Ili binadamu afanikiwe kwenye kitu chochote kile, anahitaji vitu vikubwa viwili. Cha kwanza unahitaji tabia, cha pili unahitaji ujuzi fulani. Hauwezi kufanikisha chochote, sio elimu tu. Sasa kwa nini nizungumze na wewe kuhusiana na elimu tu wakati una maeneo mengine ambayo mimi natamani ufanikiwe? Mimi nasema the power of habit. The power of habit. Nguvu ya tabia. Jamani, tusemeni nguvu ya tabia. Nguvu ya tabia. The power of habit. Jamani, ili binadamu afanikiwe kwenye kitu chochote kile, anahitaji vitu vikubwa viwili. Cha kwanza unahitaji tabia, cha pili unahitaji ujuzi fulani. Unahitaji ujuzi na tabia. Tumewaona mafundi wana ujuzi kabisa wa kujenga kila kitu unachokijua, lakini hawana mafanikio. Wanakosa tabia tu. Tumewaona madaktari ambao ni walevi kupindukia, wanawaokota kwenye mitaro. Wamekosa nini? Tabia. Wana ujuzi, lakini pia tabia bila ujuzi pia haufanyi kazi. Kuna tafiti moja ambayo nilikuwa naisoma kuhusiana na tabia. Wameeleza kitu ambacho ni kikubwa sana. Kitu alichokieleza, wanasema 50% ya matendo ya binadamu, 55% ya matendo ya binadamu yanaongozwa na willpower au ufikiri wake, kwamba anaamua mimi nitafanya 1, 2, 3. Willpower, anaamua yeye kama yeye. 55%, kwamba hujasukumwa na kitu chochote kile, ni wewe umeamua kufanya hicho kitu husika. Lakini tafiti imeenda mbele, inasema 45% matendo ya binadamu yanaongozwa na tabia zake. 55% ni willpower. Naona tuko pamoja hapa. 55% ni willpower, kwamba wewe kama wewe unachagua kwamba mimi nataka niende sehemu fulani, mimi nataka nizungumze na mtu fulani siku ya leo. 55% willpower, unachagua wewe kama wewe. Lakini 45% unaendeshwa na tabia zako, kwamba kitu fulani umekifanya kwa mara nyingi, kwa mwaka mzima, kwa miaka 5, kwa miaka 10, baadaye kile kitu kinaanza kukuendesha wewe. Wewe hauna mamlaka ya kukiendesha kitu husika, kwamba 45% ya mambo mbalimbali wewe hauna mamlaka juu yake. Hii tafiti inatuambia nini? Kwa hii tafiti inachotuambia ni kitu kimoja kikubwa, kwamba tukijenga tabia nyingi nzuri, tutaweza kuongozwa na hiyo 45% kufanya vitu vizuri. Tukijenga tabia mbaya, kwa kuwa 45% ya matendo yetu tutapelekwa kufanya vitu vibaya. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba tukupe mbinu za wewe kujifunza, kusoma vitabu, ndiyo, ukaamua kabisa kufanya hivyo. Lakini kuna tabia ambazo umeshazijenga zinakukataa, zinakurudisha nyuma. Kuna tabia ya kutizama television kwa zaidi ya masaa 12, ushaijenga, inakuvuta nyuma. Sasa kuna haja kubwa sana ya kuzingatia somo hili la leo. Jamani, kazi ya sisi wazazi na walezi kwenu ni moja, ni kuwajengea tabia ambazo zitawafanya mfanikiwe. Lakini si kila mzazi ana uelewa wa kujenga hizo tabia ambazo zitawafanya mfanikiwe. Hatuna uwezo wa kuwalaumu. Tukiwalaumu nao watalaumu wazazi wao, na wazazi wao nao watalaumu wazazi wao. Tunatakiwa tukate huo mnyororo wa lawama, kwa sababu wazazi wetu hawajatujengea hizo tabia. Mimi nimeanza kusoma na mtoto wangu kitabu chake cha kwanza akiwa na miezi 3, kwa sababu mimi sikuwahi kupewa kitabu. Nimesoma kitabu changu cha kwanza nikiwa na miaka 16, nikiwa kidato cha 3, na ambacho hata mama yangu au baba yangu hajui hata kama niliwahi kusoma kitabu changu cha kwanza. Kwa nini? Nimeamua kukata mnyororo, kwamba wazazi wenu ndiyo kazi yao ni kuwajengea tabia zitazowafanya mfanikiwe. Sasa kama hamwezi,
Unaendeleza hiyo chain ya watu walioshindwa kwenye familia yako? Unaendeleza hiyo chain ya watu ambao hawatofanikiwa kwenye familia yako? Hapana. Lazima tuamue leo. Lazima tuamue, nitaanza kujenga tabia zote za mafanikio. Tunaweza tukasema mengine hatuyajui, lakini hili la shule pia kuna watu linawashinda. Hiyo 50 nyingine ambayo nimeisema, tunaweza tukasema vitabu havipo, hakuna walimu wa kutusaidia, hakuna mwalimu wa kunisaidia kuzungumza vizuri mbele za watu. It's fine. Je, hata hiyo 50 unaitendea haki? Hiyo ya shuleni tu hapa. Wengi tuko katika nafasi mbaya sana, hatufanyi vizuri hata shuleni. Kwa hiyo kama wazazi wetu wameshindwa kutujengea hizo tabia, tuanzeni sisi kupambana kujenga tabia ambazo ni muhimu. Kwa sababu mimi ni shuhuda baada ya kuzungumza na watoto wengi, wamebadilika na wameanza kujenga tabia ambazo ni za msingi sana. Ndiyo, tabia nyingi za watoto mpaka kufikia miaka 9 nyingi sana zinakuwa zimejijenga, lakini tafiti mbalimbali za kisayansi zimetupa matumaini ya kwamba kupitia kitu kinaitwa neuroplasticity, brain ya binadamu inaweza kubadilika kwenda kwenye kitu chochote kile, ali na munkali ndani yako wa kukamilisha hicho kitu unachotaka ukikamilisha. Personally nimekuwa active maisha yangu yote tokea nimeanza kusoma vitabu. Nimekuwa active katika kila kitu, sikuwahi hata kushikiwa kiboko. Kwa sababu mama yangu alikuwa anasafiri miezi 3, baba yangu anasafiri miezi 4. Niko mimi, dada yangu na mdogo wangu na dada aliyekuwa anabakizwa nyumbani. Lakini hakuna mtu aliyekuwa anatushikia kiboko. Vitu nilivyokuwa naweza nilikuwa namfundisha dada yangu, kwa sababu kuna uelewa mkubwa nilikuwa nao kuliko ambavyo alikuwa yeye. Na mwanafunzi wangu wa kwanza alikuwa ni dada yangu. Ndio alikuwa mwanafunzi wangu wa kwanza. Kuna ile brain ya binadamu inaweza kubadilika kuwa kitu chochote kile. Tusijikatie tamaa. Tunaweza tukaanza upya, kutengeneza uzoefu mpya, kujijenga upya, kwa sababu ubongo unabadilika kuendana na mambo ambayo unaingiza kwenye ubongo wako. Ukiingiza ujinga, ubongo wako unakuwa ni ujinga. Ukiingiza uelewa, ubongo wako unakuwa ni uelewa. Kwa kuna haja kubwa sana ya kujenga hizi tabia za mafanikio. Mimi wito wangu kwenye hili utakuwa ni kwamba jenga tabia za mafanikio. Jenga tabia za mafanikio. Tabia za mafanikio ni kama nini? Kusoma vitabu. Tabia za mafanikio ni kama nini? Kuheshimu watu wengine, mawazo yao, dini zao, imani zao, tofauti wao, chochote walichonacho. Tabia za mafanikio ni nini? Kufanya kazi kwa juhudi. Hizo zote tunaweza kuzijenga. Tabia za mafanikio ni zipi? Kujifunza juu ya kusimamia muda wetu. Ukiamua kwamba leo nitafanya majukumu yangu 5, hakikisha umeyafanya yote. Tabia za mafanikio ni kuamka asubuhi ukiwa unajua nini unaenda kukifanya siku husika. Nitafanya 1 2 3. Tabia za mafanikio ni kufundisha wengine unachokijua. Tabia za mafanikio ni kujifunza kutoka kwa watu wengine. Tabia za mafanikio ni kuja kwenye semina kama hii ukiwa na notebook, kwa sababu unajua kuna mambo yatazungumzwa au yajui. Tabia za mafanikio ni kuheshimu walimu, sio kushindana na walimu. Tabia za mafanikio ni kupenda wenzako ndani ya darasa. Hatuwezi kuzimaliza, ni nyingi sana. Na ukizisikiliza hizo tabia ndio utajua ni kweli kabisa binadamu hawezi kufanikiwa bila kuwa na tabia za mafanikio. Kuna mambo 5 ambayo nimetamani sana tuyafahamu juu ya tabia. Kuna mambo 5 ambayo nimetamani sana tuyafahamu juu ya tabia. Jambo la kwanza, ujenzi wa tabia utegemea sana kwenye malengo ulionayo na kiu ya kuyakamilisha. Watu wengi sana hawaanzi kujenga tabia kabla hawajapata lengo linalowasukuma ndani yao. Namsoma James Clear, mwandishi wa kitabu cha Atomic Habits, ninachokisoma kwa sasa kwa mara nyingine. Amejenga tabia mbalimbali za mafanikio mpaka akafanikiwa kuandika kitabu cha tabia kwa sababu moja kubwa. Aliumwa almost mwaka mzima, alitakiwa awe mchezaji wa professional baseball player. Alitakiwa aingie kwenye ligi ambayo angeweza kulipwa vizuri. Akapata jeraha na akashindwa kujitibu.
kwa mwaka mzima. Alivyorudi akaona kwamba apewi ile nafasi. Mtu anayetakiwa kutolewa kila muda alikuwa anatolewa yeye. Alianza kujisikia vibaya sana. Unaona, kuna kitu kilimsukuma, ile hali ya kumfanya ajisikie vibaya kwa sababu alihisi kama bado hajakaa vizuri. Alianza kujenga tabia mpya ili aweze kuwashinda wengine wote. Na ni kweli aliweza kuwashinda wengine wote kwa kipindi chake kwenye ligi aliyokuwa anacheza. Ni kwa nini alijenga tabia mpya? Ni kwa sababu kuna lengo lilikuwa linamsukuma. Jamani, unaweza ukajiona ni mvivu. Unaweza ukajiona ni mvivu. Unaweza ukajiona kwamba unatakiwa kusukumwa ili kuweza kuzingatia elimu. Lakini kumbe we sio mvivu. Kumbe unachokosa ni hilo lengo. Kwa nini upo hapa? Watu wengi tuko hapa kwa sababu mama akasema uwe hapa. Tupo hapa kwa sababu baba akasema uwe hapa. Tupo hapa kwa sababu hatutaki tu kushinda nyumbani. Kungekuwa na better option, ungechukua hiyo option nyingine. Uwezi ukajenga tabia za mafanikio kama hauna lengo. Lengo lako la kuwa hapa, lengo lako la kusoma kitabu ni nini? Lengo lako kubwa ni nini linalotakiwa likamilishwe? Lakini lengo peke yake halitoshi. Je, una hiyo kiu ndani yako ya kutaka kukamilisha kitu? Ukiwa na hiyo, ni rahisi wewe kuanza kujenga tabia mpya. Hauwezi ukaanza kuamka usiku wa manane kusoma. Unasoma ili ukamilishe nini? Lazima uwe na kitu unachotamani kukikamilisha. Unaenda kufanya mazoezi kwa nini? Mcheza mpira anaenda kufanya mazoezi kwa nini? Kama hakuna mechi za kucheza, kama hayuko kwenye ligi yoyote. Wacheza mpira unaona wanajituma viwanjani kufanya mazoezi kwa sababu ana lengo lake. Tabia zimehamasishwa na lengo lake. Anataka kuwa mchezaji bora, anataka kuwa kipa bora, ndio maana unamuona anafanya mazoezi mpaka kupitiliza kiwango ambacho wengine wamekipanga. Ukisikia ratiba ya Ronaldo au Messi, namna wanavyofanya mazoezi, utasema ni kweli wanastahili kuwa pale ambako wapo. Wanafanya mazoezi kweli kweli. Nimeona mnapenda muziki. Ukisikia ratiba ya Diamond Platinum, kwa namna anavyofanya kazi, anastahili kuwa pale ambapo yupo, kwa sababu kuna lengo yeye kichwani kwake yuko nalo. Sasa ili tuelekee huko kwenye kujenga tabia za mafanikio, cha kwanza, leo usilale bila kujiuliza wewe ni nini lengo lako la kuwa hapa. Ni nini lengo lako kwenye maisha kwa ujumla? Tunasema angalau mpaka kufikia miaka 11 ni muhimu kila mmoja wetu awe amejua nini anataka kufanya duniani. Ukimuuliza Rafat anajua nini anataka kufanya duniani mpaka sasa hivi. Ukiuliza watoto wengi, wachache sana ambao tunajua nini tunataka kufanya duniani. Sasa kama hatujui, ni ngumu kujenga tabia yoyote ya mafanikio. Lazima tujue hicho kitu ambacho sisi Mungu katuweka hapa kukifanya. Jamani, Mungu hajaumba mjinga. Mungu hajaumba mjinga, kwa sababu ni mjinga tu ambaye ataishi duniani amezurura, amefanya uhalifu, amekufa. Ni mjinga tu. Mungu kamuumba binadamu akiamini kwamba kila binadamu aliyemuumba kupitia matendo yake ukuu wake utaonekana. Ukiona umefanya mambo mazuri duniani na yanatambulika kwenye jamii yako, ujue Mungu wako ana furaha. Ukijiona unafanya mambo ya hovyo, ujue Mungu wako, hata kama unaenda msikitini kila siku, hata kama unaenda kanisani kila siku, ujue Mungu wako hana furaha na wewe. Kwa hiyo ni muhimu sana tukaweza kujua hayo malengo yetu. Lakini kingine, kitu cha pili, nimesema nina vitu vitano. Nitaenda haraka kuendana na muda wangu. Kitu cha pili, kujenga tabia kunategemea sana mazingira yako. Wengi tuna kitu kinatusukuma ndani yetu, lakini tumeshindwa kukifanya kwa sababu mazingira yetu yanatukataa. Mazingira yetu yanatusaliti. Tunapata usaliti kutoka kwenye mazingira yetu. Mazingira ni watu wanaotuzunguka, mazingira ni vitu vinavyotuzunguka. Watu wanaotuzunguka unakuta hawana hamasa kwako. Unasoma lakini hamna mtu anakunotice. Utafikiri hamna kitu unafanya cha msingi. Hao ni wazazi wetu. Tunawapeleka wapi?
Natoa hii hoja ili tupate awareness, kwa sababu kuna vitu vingine kwenye mazingira yetu hatuna uwezo wa kuvibadilisha ghafla. Tunaweza kubadili wazazi wetu ghafla tu, marafiki, nyumba zetu, majirani wetu ni ngumu, lakini tunapopata angalau awareness kwamba hivi vitu vinanifanya mimi nisiende mbele, kuna tabia zangu mimi najaribu kuzijenga, lakini ni kama haya mazingira yangu yananirudisha nyuma. Kwa nawapa hili ili tupate hiyo awareness. Watu ambao wapo kwenye familia zetu wameonekana wakiturudisha nyuma kwa ukubwa, wanaongea na sisi vitu vibaya ambavyo kimsingi vinatukatisha tamaa. Kitu kinapotoka kwa mtu kama mama au baba yako kina uzito mkubwa sana, ni kwamba wazazi wetu tu hawajui. Kuna mama mmoja mwezi huu au uliopita nimemsikia anamwambia mtoto wake hivi, anasema, kwa tabia zako ukifanikiwa uniite mbwa. Kwa tabia zako wewe ukifanikiwa uniite mbwa. Sasa nawaambia maneno kama haya wazazi wetu wanazungumza sana, au yanayofanana na hayo. Yawezekana unajitahidi ndio umepata F, lakini mwezi uliofuata umepata F ambayo ni nzuri zaidi. Mzazi vitu anavyokuambia anakukatisha kabisa tamaa. Sasa wewe elewa kwamba huyo ni shetani anatumiwa kukukatisha tamaa. Mtu yoyote ambaye akupigi tafu, akusukumi kwenda mbele, huyo ni shetani tu yuko kazini, anataka kukukatisha tamaa. Sasa mimi nakupa hiyo kodi, muelewe mtu yoyote ambaye anakuja mbele zako kukuambia kitu chochote ambacho lengo lake ni kukurudisha nyuma, kwamba hiyo ni huyo shetani. Usikubali mtu yoyote akukatishe tamaa. Tukiwa na uelewa huo kwamba sitosimama kwa sababu ya mtu yoyote, nitaenda mbele, itakupeleka sehemu. Lakini kingine, jamani, marafiki ni distraction sana. Tujaribuni kutafuta marafiki ambao aidha mnashare malengo sawa, aidha kuna sehemu fulani mnaenda pamoja. Msichague marafiki kwa sababu tu you feel good being around each other, kwamba unajisikia tu vizuri kukaa na mtu, mnataniana, mnasema watu, you are joking around. Chagua rafiki ambaye anakupeleka mbele, kwa sababu tunasema rafiki ana nguvu ya kukufundisha bila wewe kujua kwamba anakufundisha. Unapokaa na rafiki yako kwa mwaka mmoja, you are becoming your friend slightly. Unakuwa rafiki yako taratibu. Na ndio maana baada ya mwaka unakuta mambo yenu yanafanana almost mengi. Kwa jitahidi sana kuchagua mtu unayemweka kwenye mazingira yako ili akusaidie kujenga tabia nzuri za mafanikio. Chukua mtu ambaye ana tabia za mafanikio. Na baada ya muda, mimi sina kumbukumbu nimekutana na rafiki yangu lini wa O level. Sikumbuki. Hapa si form 1 mpaka form 4. Sikumbuki ni lini nimekutana naye. Na niliyekutana naye tulisalimiana tu kwa mbali kama sikumbuki vizuri. Baada ya kutoka hapa wengi hamtokutana tena. Sasa kwa nini usichague mtu ambaye atakupeleka sehemu? Kwa sababu mmekutana kwa sababu moja, mmekutana kwa sababu ya kupelekana mbele. Usipokuwa na cheti kizuri cha O level hautoenda A level. Usipokuwa na cheti kizuri cha A level hautoenda chuo, ili kukamilisha ile 50 iliyobaki. Kingine katika mazingira cha mwisho ambacho nisisitize, jamani, dunia yenu imekuwa na distraction nyingi sana. Imekuwa ngumu sana kuconcentrate kwenye kitu chochote. Imekuwa ngumu sana kukaa bila kelele, kukaa bila bugudha za vitu mbalimbali, simu, kompyuta, television, tablet, laptop. Kumekuwa na distractions nyingi sana za kujifunza. Unarudi nyumbani, television inapigwa kuanzia saa 1, mara nyingine inazimwa saa 7 usiku na we upo. Kwa hiyo kikubwa ni hicho, kuna distractions nyingi sana. Mimi bado kwenye hili na uhakika sina uwezo wa kukuambia nini ukafanye, nakupa awareness tu. Hakikisha kwamba unajua hivyo vitu vyote. Mama anatizama television na baba wako sebleni, wakina kaka wako sebleni, jua kwamba ni distraction. Unaweza ukawaomba kwa utulivu kabisa, kama watakuwa na busara ya kukusikiliza, kwamba kuanzia saa 1 au kuanzia saa 2 mpaka saa 3 itakuwa ni muda wangu wa kusoma. Jamani, hata kama mtafungua television, tafadhali naombeni mpunguze kidogo. Tutumieni busara, kwa sababu yawezekana kuambia wazime ni ngumu. Lakini pia nataka nikupe awareness kwamba yawezekana hicho kikawa ni kishawishi cha wewe kushindwa kujifunza. Kwa kuwa umekijua
Tunasema azimu likujualo alikuli ukakwisha. Tayari ukiwa unalijua tatizo kwamba lile pale ni tatizo, pale kwenye lile poli kuna nyoka, utajua namna ya kujilinda, utajua namna ya kupita pale kama ndio njia pekee ambayo ipo. Kwa hiyo kuna hizo distractions, the only way ambayo tunatakiwa tujue ni kwamba zipo, na kama kuna uwezo wa kuzungumza, zungumza na wahusika ili muweze kupata suluhu. Jambo la tatu kuhusiana na tabia. Kubadili tabia au kujenga tabia mpya unahitaji uwe na growth mindset na sio fixed mindset. Nataka tufahamu juu ya hizi terms mbili, growth mindset na fixed mindset. Growth mindset mfano wake halisi ni mimi hapa mbele yako. Growth mindset, mimi siamini kama kuna kushindwa chochote. Mimi siamini kwamba hakuna kitu mimi naweza nikashindwa kujifunza. Siamini. Mimi siamini kwamba mimi nipo kama nilivyo. Kama kuna kitu sikipendi ndani yangu na kibadilisha. Ndio maana mpaka leo kuna baadhi ya tabia nasema hii siipendi, napambana nayo mpaka inaondoka. Hii naipenda, naichukua tabia mpya. Huyo ni growth mindset. Growth mindset haamini kwenye kushindwa. Haamini kwamba mimi ni mjinga, mimi ndio niko hivi hivi, mimi ndio nilivyozaliwa. Kwa sababu mara nyingi tukishindwa tunakimbilia hapo kutaka kujipa majina fulani ambayo yatatupa kiti cha kukaa, yani ili tujisahau kabisa. Fixed mindset ndio wengi zaidi kwenye dunia hii. Wao wanaamini wao ndio hivyo Mungu kawaumba, wao ni watu ambao ni wajinga, wao ni watu ambao hawawezi kujisomea, yani mimi ndio nilivyo hivi yani. Yaani wewe huwezi kuniambia chochote, mimi ndio nilivyo. Kwa nini wewe ni wa mwisho? Mimi ndio nilivyo. Mungu hawezi kuumba watu wote wakafanana, mimi ndio nilivyo. Mimi ndio nilivyo. Kwamba umejipa nafasi sehemu ya kudumu. Hauamini kwamba kuna juhudi au jitihada yoyote unaweza kuifanya na ikakutoa pale ambapo upo. Sasa ili kujenga au kubadilisha tabia yoyote ile, lazima uwe na growth mindset. Kama wewe ni mvivu, sema hii ni tabia ya hovyo na nitapambana nayo. Kama wewe ni mbea, unashindwa kuzingatia mambo na kujenga mahusiano mazuri, jua kwamba unaweza ukajiambia mimi hii sio tabia yangu. Natakiwa niwe chanzo cha amani kila sehemu nitayopita. Kama hausomi vitabu, usiseme sisi bwana ni visingizio vya watoto wengi ambao wanajiandalia kesho ya kushindwa. Kama leo nitakwambia kitu cha muhimu kuliko vyote, ni kwamba unaweza kufanya kitu chochote kile. Mungu katuumba kuweza kufanya kila kitu. Kwa hiyo naomba tuseme hili neno moja la thamani sana. Ninaweza kufanya kitu chochote. Naomba useme kutoka moyoni mwako, ninaweza kufanya kitu chochote. Ninaweza kufanya kitu chochote. Jambo la 4. Kila tabia huanza kama kitendo. Kitendo kikifanyika kwa mara nyingi huwa tabia. Jamani, kama kuna jambo lingine la muhimu sana nitawaambia siku ya leo. Kama kuna kitu utatakiwa ukikianza baadaye ukiache au ukibadilishe, usikianze. Kwa sababu kuingia kwenye tabia ni ngumu, kwa sababu inachukua marudio mengi. At the same time, kutoka kwenye tabia ni ngumu zaidi. Ni ngumu zaidi. Kwa kama kuna tabia yoyote ile ambayo, kwa sababu najua bado ni wadogo, kuna tabia nyingi sana zitaendelea kujijenga ndani yenu. Usikubali kuanza hata siku moja. Usikubali kuanza hata siku moja kitu chochote kile ambacho utatakiwa ukiache. Kwamba ukaambiwa hiyo ni tabia mbaya, achana nayo. Huyo anayekwambia ni tabia mbaya, achana nayo, alipaswa kujua kwamba sio rahisi kutoka kwenye tabia ghafla tu. Kama unaruka tu juu ya ghorofa, sio rahisi hivi. Inachukua nguvu kubwa sana kutoka kwenye tabia yoyote. Sasa, kwa kuwa tunaelewa ni ngumu sana kutoka kwenye tabia yoyote, kwa nini tuingie? Kwa nini tujiingize kwenye tabia ambazo zitatusumbua? Age yenu ni age ya ukuaji. Mnaweza mkaanza kujiingiza kwenye tabia labda za kuingia kwenye mahusiano. Sio rahisi kutoka. Sio rahisi kutoka kwa sababu inahusisha na hisia juu. Ogopa sana tabia ambayo ina hisia ndani yake, kwamba you feel good doing it. You feel good doing it. Ni ngumu zaidi kujitoa kwenye hiyo tabia.
Sasa kuanzia leo kwepa kujiingiza kwenye tabia yoyote, lakini kwa kuwa tunajua ni ngumu kuingia kwenye tabia, na tunapoingia kwenye tabia lazima tufanye hicho kitendo mara kwa mara, lakini nataka nikutie moyo kwa wewe, au nikupe agizo au maelekezo au uelewa kwa wewe ambaye kuna tabia tayari ushazijenga na hauzipendi. Anza taratibu kujitoa kwenye tabia husika. Ukidhani kwamba utajitoa kwenye tabia husika kwa kuruka tu ng'ambo ya pili siku moja, hautotoka kwenye hiyo tabia. Nataka nikupe uelewa ya kwamba anza taratibu, anza taratibu, utajikuta nje ya mlango. Hauwezi kuruka kutoka hapa mpaka nje ya mlango, si ndio? Hata kama una uwezo kiasi gani. Tunamaliza kula tembo mzima kwa kula kipisi kidogo kidogo taratibu. It doesn't matter lini utammaliza, hata kama utammaliza next year. Cha msingi tu ni kuanza kujitoa kwenye tabia mbalimbali. Cha mwisho kabisa, jihadhari na tabia za kikanda, regional behaviors. Hivi si unajua kuna sehemu ukienda wanasema watu wa kabila hili huwa wanafanya hivi? Si unajua? Kama ambavyo Wamasai wameanza kupewa ulinzi. Sasa hivi nchi nzima wanataka wafanye kama Wamasai, destiny yao ni ulinzi tu. Kama ambavyo Wahaya wanasemwa hawa ni watu wa shule. Si unajua? Kama ambavyo tunasemwa Waafrika hatuendi na muda. Si umesikia hivyo? There is no hurry in Africa. Si umesikia? Kama ambavyo wanasema ukitaka kumficha Mwafrika weka ujumbe kwenye kitabu. Si tumesikia? Kuna hizi tabia za kikanda, yaani unazaliwa unavishwa tabia. Kuna tabia nyingi sana mmevishwa. Yaani kwa kuzaliwa tu kutoka kwa mama na baba yako, kuna tabia fulani umeshikishwa na wanakuambia hizi ni tabia zako mpaka unakufa. Wewe ni mlinzi mpaka unakufa. Yaani unazaliwa wewe unajua kwamba sisi kazi yetu duniani ni ulinzi tu. Na ndio maana unakuta kuna Wahaya wengi sana kwenye taasisi za elimu za juu. Kwa nini? Wamekuwa wakiambiwa kwamba hawa watu ni watu wa shule. Wahaya ni watu wa shule. Kuna kabila fulani limepewa tabia ya uzinzi. Yaani wao wanasifika kwa hiyo tu, na wengi wamezalia manyumbani, wengi hawana mwelekeo, wengi hawana chochote kile, wanaingia huku na kutoka kule. Nataka niwaambie, wewe sio kabila lako, wewe sio jamii yako, wewe unaweza kutengeneza tabia za mafanikio. Tengeneza tabia ambazo unajua hizi tabia ni kwa ajili ya mafanikio yangu. Jamani, nashukuruni sana. Natumai mmenielewa.